Hakuna mtu anaweza kuendelea mbele katika Kristo. No one can continue in Christ kama ana imani. If they don't. Kwa hiyo kuna wakati Mungu akitaka uendelee mbele, there are times when God wants you to press on, anaamua kufanya ishara, it is said to perform sign na muujiza and miracle, anaikuza imani yako to provoke your faith, ili uendelee mbele. for you to Imani ni nini? What is faith? Nguvu. Faith is power ya kuendelea to proceed. Wewe mwenyewe unajua. You know it yourself. Ukiwa una hata 100, when you don't have a coin, unavyokuja kanisani. you know how you come to church when you are broke. Na Mungu akikutendea muujiza wa ghafla milioni 10. And you know when God performed to a miracle of 10 million, how you come to church. Hallelujah! Kila mtu anajua hata mwendo wako unaobadilisha. Everyone knows, even your locomotion. Manake Mungu anafanya ishara na God performs signs and wonders ili akupe imani, in order to give you faith itakao kusababisha uendelee mbele. Can cause you to move on. Mwambie jirani yako mwaka huu utaendelea mbele. Tell your neighbor, this year will proceed. Imani, faith ni nguvu ya kuendelea mbele. Na ndio maana ukitindikiwa na imani huwezi kwenda. And that's why when you go short of faith, you cannot move on. Nataka nikuambie ukweli wa Mungu. I want to tell you the gospel truth. Ukitindikiwa na imani, if you have gone short of faith, umenyang'anywa nguvu ya kuendelea mbele. Your power to move on has been grabbed from you. Huwezi kuomba tena. You cannot pray again. Huwezi kwenda kanisani you cannot tena. Go to church. Huwezi kuhubiri tena. You cannot preach imani again. imeshambuliwa. Faith has been so attacked. imani ni nguvu. So faith is power. Ya kuendelea mbele. Now, kuna wakati Mungu ili ainue imani ya mtu, there are times for God to increase our anafanya faith. jambo. He does something. Anaachia alama. He releases sign. Ili huyu mtu this person awe na nguvu. Can have power. Kuna watu leo hii hapa kanisani, people in the church, kila ukimwona unamwona kama kiherehere. Every time you see them like they are kiherehere. Ni kwa sababu anatendewa. Because some things are done to him. Nani atakayenitenga na huyu Yesu? Who can separate me from this Jesus? Mimi na Yesu milele milele. I am with Jesus forever and forever. Madam, it's because of the miracle you are seeing. Ni kwa sababu ya maajabu unayopata. Kuna mahali Mungu anasema ngoja nikukuze kidogo, anafunga kidogo. There's a point God says I want to increase you, and then he shut the door at a bit. Ndio tunaona unavyokuja sasa, unasema and now we see how you come. Nimekuwa kwenye maombi. I've been in prayers. Naona kuna mizimu inanifuatilia. Sio mzimu. I see the sense of spirits. No. Mungu anataka kuonyesha kuna part B. God wants to show there is kuna kutembea siku 3 bila kula, na kuna muujiza wa kupokea siku ya 3 wa mkate na samaki. There is a miracle to receive on the third day of bread and fish. Nafikiri mitume watu walitembea na Yesu, nitakuonyesha dakika chache. I'll show you the siku 3 usiku na mchana hawana chakula. They walk with Jesus 3 days, day and night, no food. Wakati huo unafikiri mioyo yao ilikuwaje? Wanamheshimu tu Yesu. What do you think their hearts were? They just respected Jesus. Biblia sema akayahurumia makutano. The Bible says Jesus had compassion to the multitudes. Akawaambia wapeni watu chakula. Give people food to eat. Waliposikia na wanasema afadhali. When they heard that, they say better. Afadhali kabisa ametuzingatia. Better now is considered us. Mitume wakasema habari ya chakula huko jangwani haiwezekani. The disciples say about food in the wilderness, no way. Mungu kuna wakati anapotaka watu wake waendelee mbele. There are times when God wants his people to move on. Na hiki alikitumia sana jangwani. And this strategy was used in the wilderness. Nilipokuwa natoka hoteli na kuja hapa, one is coming from the hotel coming this way. Yesu aliniambia kitu, nikasimama kwanza nikatulia. Jesus told me something and I held my breath. Mungu alifanikiwa kufanya miujiza yote jangwani. God succeeded to perform all the miracles in the wilderness. Lakini kuna muujiza mkuu ulishindikana. But the great miracle could not be performed. Ni muujiza wa kuwafanya. The miracle of performing, waingie Kanaani. Of making them to enter Canaan. Bahari iligawanyika. The Red Sea was divided. Na waliona. And they saw. Mana walikula. They ate manna. Na wakafurahi. And they were happy. Lakini hawakufanikiwa kufanywa. But they were not made able. Ili waingie Kanaani. So aliyefanikiwa wa kizazi kile ni Yoshua na Kalebu. Na Biblia inasema kwa sababu walikuwa na roho nyingine. Only Joshua and Caleb succeeded. The Bible says they had a different spirit. Nachomuomba Mungu ni kwamba what I'm asking God is sio tu upate mambo ya kibinadamu, not only receiving things of the flesh, upate na muujiza mkuu, you also have this great miracle wa kufanyika kwa mwana wa Mungu, of being made the child of God. Unajua kuna watu hapa wanasema hivi, wana wa Israeli kweli wakala mana wakamkufuru Mungu. Some people say the Israelites ate manna. Tena nyamaza kabisa, nyamaza. Shut up. Msiwe kama wana wa Israeli. You say you should not be like the Israelites. Umeona ile jangwa lilivyo? Waache kabisa wana wa Israeli. Kuna watu hata wa Israeli walikaribia hata Nobu pale
wakaiona Yerusalemu. Mimi nafikiri kuna wengine ambao mngefia pale mlangoni tu pa kutoka Misri. Some people I think would have died at the gate out of Egypt. Yani pale tunasema tutoke. Only that, let's get out. Ndo hapo wangekuacha wewe. They'll drop there. Bado hujaanza kutembea jangwani. You have not yet to trek in the wilderness. Mahali ambapo hakuna kivuli. A place where there is no shadow. Hakuna miti. There are no trees. God achieved signs and wonders in their journey. Mungu aliachia Mungu alifanikiwa kufanya ishara na miujiza katika safari yao. But the greatest sign and wonders was failing. Lakini maajabu na miujiza mkubwa kuliko yote. Do you know that's a typology of the coming church? Unajua of the end time church. Hiyo ndio kielezo cha kanisa la mwisho. Signs and wonders will be everywhere. Ishara na miujiza zitakuwa kila pahali. Bwana akanionya akaniambia, pamoja na kwamba unawahubiria watu kwa habari ya ishara na miujiza, wakumbuke let them remember ya kwamba nilishindwa kuwakamilisha wana wa Israeli. That was the greatest miracle. In fact, walipitishwa jangwani ili wafanikiwe kuwa na ile sura Mungu anotaka wawe nayo ili waingie Kanaani. The same applied now. They were taken in the wilderness to be similar to the face of God. Hivyo inavyotumika wakati nyakati hizi. Watu wanapata hela, people have money, wanakuwa na viburi, they have pride, wanaacha na kanisa, they stop even coming to church. Unatofauti gani na wana wa Israeli? How are you different from the Israelites? Yeshuruni alinenepa akawamba akaupiga teke wokovu akamdharau mwamba wa wokovu. And he kicked salvation and despised the rock of salvation. Sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu wa Mungu? How can you be healed if you despise such a great salvation? Pamoja na yote, with all the things Mungu atakayoyafanya, what God is going to perform. Huu ni mwaka ambao watu wengi watafanikiwa kumpendeza Mungu binafsi. Many people will please God personally. Yani muujiza ni kwamba mpaka mwakani tutakapokuwa tunafunga huu mwaka, the miracle is that until we end this year, utakuwa unashangaa na wewe ulivyofanikiwa kutembea na Bwana. You shall be surprised how you've been able to walk with God. Imani ni nini? What is faith? Nimesema imani ni nguvu ya kufanyaje? I've said faith is power, nguvu ya kuendelea mbele. Imani ni nini? What is faith? Imani ni pumziko. Faith is rest. Hakuna Mkristo yote asiye na imani aliye kwenye mapumziko. There is no Christian with faith who is not in rest. Mkristo asiye na imani amechanganyikiwa, lazima achanganyikiwe. A Christian without faith must be frustrated. If you need to have rest in salvation, kama unapaswa kuwa napumzika katika wokovu, if you need to have rest in salvation, kama unahitaji kuwa na upumziko katika wokovu, you must cry for faith. Lazima ulie kwa imani. No man, hakuna mtu in this Christian life, katika haya maisha ya Ukristo, ambaye hana imani aliyepumzika, hayupo. Who does not faith and is at rest? No one. Ndoa itamsumbua, kazi itamsumbua, atachanganyikiwa na akimaliza atachanganya wengine. This person will be confused, after that he will confuse other people. Nataka ujue leo imani ni nguvu ya kuendelea mbele. Imani ni uwezo wa kupumzika. Our faith is the power to take rest. Namba 3, kwa nini Mungu anafanya ishara na miujiza? Why God performs signs and miracles? Kudhihirisha, to manifest, kuwajali watu wake. How he cares for his people. Ishara na ajabu na miujiza, the signs, wonders and miracles, ufunua kujaliwa na Mungu. I reveal the visitation of God. Mungu si katili kwa watu wake. God is not cruel to his people. Narudia. I repeat. Mungu si katili. God is not cruel kwa watu wake. To his people. Yani kuna saa Mungu anafunua ishara na miujiza. There are times God reveals signs and wonders. Hello? Ili adhibitishe ya kwamba he cares for you. In order to prove that anakujali. Bali Sayuni alisema Yehova ameniacha. But Zion said Jehovah has left Bwana amenisahau. The Lord has forgotten me. Bwana akasema, je, the Lord said, mwanamke anaweza kusahau mtoto wake? Can a woman forsake her own nursing child? Wala simhurumie mwana wa tumbo lake. And not have compassion of the
Wanaweza kusahau, lakini mimi but I, God, sitakusahau. I won't, kwa kuwa nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. I have engraved you in the palms of my hands. Zako ziko mbele yangu daima. And your walls are in front of me. Ishara na miujiza ni alama ya Mungu kuwajali watu wake. The signs and wonders are there for sign for ndio God. Maana wana wa Israeli walitembea jangwani. And that's why the Israelites walked in the desert. Mungu akahakikisha viatu vyao. God made sure their shoes were not maana barabarani, because on the road hakuna maduka ya viatu. There were no shops for shoes. Mungu alihakikisha ya kwamba nguo zao hazichakai. God made sure their garments were never worn. Barabarani, because on the way hakuna maduka ya nguo. There were no cloth shops. Unahitaji ishara na miujiza. You need signs and wonders. Ili Mungu akudhibitishie just he cares for you. In order for God to prove to you kwamba anakujali. Mbona nalala njaa sasa? Shida sio yeye, ni wewe. The problem is not God, is you. Yesu akawaambia mitume, God told the disciples, msalipo salini hivi, tupe leo, give us riziki zetu, our daily bread. Siku moja niliposoma pale, Bwana akaniambia, one day when I read, God told kila siku duniani, every day on earth, Kristo ana budget kutoka mbinguni. A Christian has a budget from heaven. Ule nini? What to eat? Uvae nini? What to dress? Mbingu Heavens inajua. have no. Ni sehemu ya budget ya mbinguni. Is a part of the budget from heaven. Unapofungua duka, when you open up your shop, kila siku, every day, kuna budget yako, there is your portion kutoka mbinguni, from heaven. Wangapi wananielewa kitu? How many people understand me? Kuna budget. There is a portion. Mungu wetu ni Mungu wa kujali. Our God is caring God. Anasema moyo wake upendi kuwatesa wanadamu. His heart is not there to torture man. Ni wewe mwenyewe unajitesa kwa kutokutii kwako. It's only you suffering yourself for no. Kwa nini Mungu anasema geuka huku? God say turn this way. Wewe unang'ang'ania huku. You keep on the left. Kwa hiyo mnavutana na Mungu kushoto. So with God left. Mnavutana na Mungu kulia. Mungu ananitesa, Mungu hajaitesa mtu. God has never tormented any person. Mungu hajawahi kutesa mtu. God has never oppressed a man. Roho yake haifurahi mwanadamu akiteswa. His soul is not happy when someone is tormented. Tena anasema kabisa, and he says, maana moyo wake haupendi kuwatesa wanadamu wala kuwahuzunisha. God does not like to afflict men, nor to grieve the children of men. Roho yake, his soul, haifurahi wakihuzunika. Is not pleased when people are sorrow. Yani Mungu mbinguni anataka kila saa uwe na furaha. God in heaven wants you to be anataka kila saa uwe na raha. He wants you to have comfort. Na ndio maana anasema amani nao hapa sio ya ulimwengu. The peace I give to you is not that of the world. Ndio maana, and that's why, mitume, the apostles, katika maandiko unawaona, in the Bible see them. Yesu anawaambieni wapeni watu hawa chakula. Jesus is telling them, give these people some food. Hii ni tafsiri ya kujali. That is the meaning of care. Na wenyewe wanasema hatuna, anasema tutafanya muujiza. He said we shall perform a miracle. Samaki 2, 2 fish, mikate 5, and 5 loaves of bread. wakala watu zaidi ya 5,000. More than 5,000 people ate. Na wakasaza. And they had left. Maana yake ni nini? What does it mean? Mungu anajali watu. God cares for men. Ishara na miujiza, signs and wonders, ni tafsiri ya kwamba that means Mungu anawajali watu. God cares for men.